Kwa kuwa utamgeusha mwanao asinifuate, ili wapate kuabudu miungu mingine, ndipo itakapowaka hasira ya Bwana juu yenu, naye atakuangamiza upesi. Anasema, lakini watendeni hivi: vunjeni madhabahu zao, zibomoeni nguzo zao, yakateni maashera yao, ziteketezeni kwa moto sanamu zao za kuchongwa. Kwa maana wewe ni taifa takatifu kwa Bwana Mungu wako. Bwana Mungu wako amekuchagua kuwa watu wake hasa zaidi ya mataifa yote walioko juu ya uso wa nchi. Deuteronomy, Exodus chapter 34 verse 13 inasema hivi, nataka kusoma kwa haraka: bali utabomoa madhabahu zao na kuvunja nguzo zao na kuyakatakata maashera yao, maana utamwabudu Mungu mwingine, kwa kuwa Bwana ambaye jina lake mwenye wivu ni Mungu mwenye wivu. A life of a believer is a life of fighting battles. Maisha ya mtu mwokovu ni maisha ya kupambana vita, ni maisha ya kupigana vita. Maana mwokovu, a believer is a soldier. Muamini ni soldier. Ukimwangalia pale kwa Ephesians chapter 6 verse 10 teremka chini, unaona askari kabisa amevaa chepeo la wokovu, ameshika dirii ya haki, ameshika upanga wa rohoni, amevaa viatu vya utayari wa kwenda kwa kazi ya vita, na amejifunga mshipi wa ukweli. Huyu ni soldier kamili. Unaona askari kabisa amevaa chepeo la wokovu, ameshika dirii ya haki, ameshika upanga wa rohoni, amevaa viatu vya utayari wa kwenda kwa kazi ya vita, na amejifunga mshipi wa ukweli. Huyu ni soldier kamili. Baba yetu ni Mungu wa majeshi. The Lord God of hosts. Mungu wa majeshi aina mbili, yes. Majeshi ya mbinguni na majeshi ya hapa duniani. Majeshi ya huko mbinguni ni the angels, malaika wa aina zozote, na majeshi wa hapa duniani ni the saints. Saints ni wateule, sisi. So every time mtu ambaye ameokoka amepokezwa kijiti cha kupambana. Unamsikia Paulo anasema kwamba I have fought a good fight. Imepigana vita vilivyo vizuri vya imani. Si vita vya kupigana na mtu, atupigane vita vya kupigana na watu, vita vya imani. Mwendo nimeumaliza, imani nimeilinda, na hivi sasa naenda kumiminiwa, sasa naenda kuondoka. So one of the battles believers must know and understand ni kitu inaitangwa a battle of altar versus altar. Vita vya madhabahu. Inawezekana hii mambo kuna watu wanaenda wana dilute kitu fulani, kinarudi inakuwa ni kama hii mambo madhabahu inaongewa sana. But I want to tell you the truth. Altars are real. Altars are real. Altars are places of warfare. Madhabahu ni maeneo ya vita. Hapa hatungepaita kanisa kama pangekuwa na madhabahu. Madhabahu ni mahali pa vita, na watu wengi ambao unawaona wako vile walivyo, behind whatever is pursuing them, nyuma ya chochote ambacho
kinawatendekea baadhi ya watu unawaona, matatizo, mashida, magonjwa, kusubuka tu mahali pamoja, kutokwenda mbali. Kuna madhabahu fulani ambayo inakaanga, inainuka, inapiga huyu mtu, inavunja yeye, na yeye mwenyewe hajawahi jua. Sometimes it is good to know who is fighting. Paul anasema kwamba mimi sirushi ngumi nipige hewa. Mimi sipigani vita tu hivi. Alirusha ngumi kufia. Hata polisi ndio cha kwanza kufundishwa ni kutumia bunduki. Huwezi kuja hapa uanze kupiga mabadi. Unatafuta the specific yule ambaye ndiye unamlenga, na unakuwa accountable kwa risasi yoyote imetoka ile ulipewa. Unasema ilienda wapi? Sijui sikuwa huko, lakini leo naweza kuambia zaidi. Utaelezea ilienda wapi na ili accomplish ile assignment ulipatiwa. Kama hauko nayo, kuwe na exhibit ili mkoa ama ilienda wapi, ama ulipewa majangili waende wakatekeleze mambo yao. So as a believer you must know who is fighting you, because sometimes sisi tunasimama tunapigana bila navunja napiga hatari na kuruka napiga, hata wanacheka wanasema mwana yeye tuambie sasa mimi amechanganyikiwa huyo. Unapiga vitu viko kule na zile zinakupiga zikupa nyuma yako, hata zinacheka nasema angalia huyo hata haelewi. Lazima uwe identify ni nini hii ambayo hii kitu kinapeana mimi. Hiki kitu ni kitu gani? Kinatoka wapi? Kinapewa nguvu na nini? Basi tunagusia kuhusu deliverance. Sometimes you do deliverance, unafanyia watu deliverance, lakini huyo mtu umemfanyia deliverance lakini haujamfundisha ni nini cha kwenda kufanya baada ya hapo. Anatoka hapo within a very short period of time, ndio akiwa kwa ile hali. Maana kuna kitu fulani analijiwa kwanza, my people perish for the lack of knowledge. Na leo nataka nikwambie leo, altars are weapons of warfare. They are used to fight battles. Madhabahu ni silaha za kupigana vita. Zinatumikana na wale watu wanaofahamu wa hizo madhabahu kupiga vita, kupambana. Hata watu wa dunia wanaona wamepenya. Huyo mtu aliko tu hivi. Sisi ndio watu wachache ndio tunaona na michezo na mizaa. Enda pale nje my friend, uungane na grupu ya wale watu ambao si wachache. Utaelewa, they know what altars are. Wanajua madhabahu ni kitu gani, na wanajua madhabahu ina nguvu gani, na wanajua kutumia madhabahu za kwao. Ndio naona pasa anaongea habari za nimeingia bali sikupata vizuri lakini nimepata kidogo. Unaona mtu tu aliingia kwa church na relax. He never pray, he never does things ambazo zina pertain wokovu. Ana relax. Na wale wanapambana na yeye wanakesha wakipalilia madhabahu zao. The people you are competing with, wale watu una compete kufanya nini? Unashindana na wao kule kazini, kwa biashara, kwa ploti. Wengine wao wana madhabahu very strong. Mara kwa mara wanaenda wanachochea madhabahu za paa. Sisi kutokea kwa madhabahu mambo ya Walawi inasema ya kwamba kwani atatunza moto wa madhabahu wake daima. Kwani atakuwa pale, moto wa madhabahu utatunzwa wake. Kuna moto wa madhabahu. Maana kama hautatunza moto wa madhabahu ya kweli, wale wako pande ile nyingine wanatunzana madhabahu za paa. Ndio unaona mtu mwokovu na hii privilege tumepewa ya neema kubwa ya kutembea na paa. Wanarujina. Ukiona unasema mbele yako, anasema wewe unajifanya hapa, utaniona wewe. Aongei just out of maneno tu. There is
spiritually kuna mahali amesimama. There is where amesimama panampatia nguvu ya kuongea kile anaongea na ujasiri. Altars. Hata umefanya kila kitu unaweza ukafanya, lakini kimeng'anya, kimebaki kwa kuangalia. Maana spiritually hicho kitu kuna mahali kimetokea. It is a foundational issue. Ni kitu kinatoka kwa mizizi, kwa misingi. Unasikia sasa, ndio hiyo kitu naomba sana. Basi haibadilikaji. Haibadiliki, kitu nimeombea, nimefunga. Ala baada ya kufunga, baada ya kwenda amalizo kufunga ndio inakuwa wasi. Maana madhabahu ni kitu kingine. Hiyo ni kitu kingine kinashughulikiwa na njia zingine. Andika hili. What is an altar? Madhabahu ni kitu cha aina gani? Kuna kalamu na kitabu unaweza kuandika vitu vya muhimu. Number 1. An altar is a place of worship. Either to God of heaven or to gods of the land. Madhabahu ni mahali pa kuabudu. Aidha kuabudu Mungu wa mbinguni aliyeumba mbingu na nchi, ama kuabudu miungu mingine. Generally, an altar is a place of worship. Sasa nakuleta hapa. Do you know every human being is a worshiper? Kila mtu ambaye ameumbwa ni chombo cha kuabudu. Unaona mtoto amezaliwa, hata huyu wako huyu. Ukiweka muziki hapo, anaanza kufanya na unamfundisha kucheza. Unaona anacheza. Unauliza sasa huyu ni nini anafanya nini? Ni nyimbo tu umeweka. Iwe ni ya secular, iwe ni ya kiu. Unaona nini? Maana ni chombo. Mtu ni chombo cha kuabudu. Sasa inategemea anaenda kwa mrengo gani. Number 2, what is an altar? An altar is a place where man draws. Nasi inashuka, malaika wanashuka, wanapanda. Unajua pasta? Unajua nimekuja kuelewa, nilikuja kufanya study nikaona hapo it is good as a father to raise an altar. Maana hiyo madhabahu itakuja kusave watoto wako wakati utakuwa huko. Mahali hapo ambapo Yakobo ameenda kukakuwa usiku na kitu kikamuongoza kikamwambia chukua jiwe ulale hapa. Many years ago baba yake Abraham alikuwa amejenga madhabahu hapo. Na Yakobo ajui hiyo ni baba. Yakobo ajui yeye katika pilika za mbio anatoroka Esau. Nifika mahali kumekuwa usiku. Kitu kikamwambia chukua jiwe lala hapa. Ni madhabahu baba yake alikuwa anamjenga Mungu many years ago. Ndio yule Mungu wa baba yake. Ndio huyu hapa anamtembezea hapa. Kaona malaika wanashuka na ngazi kipanda wakilebuka. Kamwambia ukiniongoza niende hivi, niende univishe na uniregeshe salama hapa, nitakujengea madhabahu. Na hivyo ndivyo alikuwa kufanya. Hebu ulize swali moja. Since you were born again, have you ever raised an altar? Shall you know about? Ambao inaweza kuongea kwa niaba yako na hata vizazi vyako. Wacha niachane mambo ya kuiua. Ushawahi tingiza madhabahu za nyumbani kwako, ukatingiza hivi kidogo, ukaitingiza ukaniambia wewe. Tunakuja kanisani tunaanza kuona starehe. Naona hapa kwa hii nyumba kwa madhabahu hapa kwetu kuna madhabahu ya hata haipendi watu kuokoka. Inapenda tu madhabahu tu ya dini.
ambao walikuwa ni wasui wa LBC, nyanya yangu alikuwa ni wasui makanisa hizi mengine hizi jeshi la wokovu. Sasa mimi nimeingia Jesus winner, mahali pa power. Lakini hata hiyo power, na at times najisikia kama nasikia sina loose hope, nasikia hata sina hata hiyo nguvu hiyo. Sina hata hiyo nguvu ya kusonga mbele. Na feel like nasikia ni kama hata nasikia kitu kinanisukuma nirudie zile mambo nilikuwa nafanya nikiwa bado sijaokoka. Unaona, people are in the church but they are sneaking. Mesikia pasa kwa baya. They are sneaking, doing what they used to do before they got born again. Yuko tu mtu kwa church na ni mlemi. What is an altar? I wish pasa hivi tu. Sasa hivi tuje tu kuikalia chini vizuri. Kwa sababu I'm telling you the truth. Until you deal with what I'm talking about here, safari yako ya kule unataka kwenda na kufikia zile desire za moyo wako, hiyo safari inaweza kuwa iko ngumu, Kuna vitu spiritual forces ambazo zinapigana mtu huyu ambazo ajui vitu gani hizi. What is an altar? Altars are living things. Madhabahu ni vitu vilivyo hai. Ndio naona many years, miaka mingi sana, huyu mzee alikufa kitambo. Abraham hayupo, amezaa Isaac amelea watoto, wamekuja wamekuwa kubwa, na bado hiyo madhabahu iko hai. Unamwona anamtokezea, anamwambia mimi ni Mungu wa baba zako, Mungu wa Ibrahimu, Mungu wa Isaka, Mungu wa Yakobo. Madhabahu, it is a lineage of altars. Inaongea wema wa watu wao. So madhabahu ziko hai. Madhabahu ni kitu kiko hai. Altars are powerful. They can react. They can fight for someone. Madhabahu ziko na nguvu, zinaweza kureact. Ndio nimesema ile vita saa hii iko ni altars versus altars. So the man who has powerful altar will lead, will rule ours. Aliye madhabahu iliyo juu, wale wengine watasubmit wawili. Na kufika hapa kuna kazi ya kufanya. The stronger the altar, it dominates the weaker one. Madhabahu ile iliyo strong inatawala ile iliyo haina nguvu. So kumaanisha wale wanaabudu kwa madhabahu hii iko strong, they will rule the ones that are worshiping on this weaker altar. So kama ni kule kazini, unakuta kazi inaanza kupenya. So hapa inaonyesha kupenya ama kutokupenya determines sometimes na the altar behind this man. Kuishi maisha ya ushindi, kuishi maisha isiyo ya kufinyiliwa, kuishi maisha isiyo ya magonjwa. Maana kuna magonjwa yanapikiwa, nisikia kuna magonjwa yanatengenezwa kwa madhabahu. An altar is silent and weak when it has no sacrifice on it. Madhabahu imenyamaza na iko dhaifu wakati tu haina dhabihu juu yake. So wale wanaiabudu pale wale watu, wakati tu hawaelewi mambo ya the principle of sacrificing on the altar, then the altar, hiyo altar itakuwa weak kwao. Maana kuwa you don't sacrifice to your God, it does not mean other people are not sacrificing to their gods. Nasema nini?
Nimesema kuwa wewe au tolei madhabahu yako dhabihu, haimaanishi wale waabudu wengine wanaabudu mizimu, wanaabudu madhabahu za mamlaka. Haimaanishi kwamba wao hawafanyi. Wengine wanaenda wanachinja ng'ombe, chinja vitu, tolea. Anaenda kununua ng'ombe pale Kaloleni ama mbuzi ama kondoo kadhaa, anakuja, si watu wa kule, anataka afurahishe miungu yake, abusu madhabahu ya kwake. Ndio pale mjini yeye ndiye kuongea. Unaona sasa hivi unatoka hapa na pesa. Unatoka hapa na pesa, hujui huku umejipangia, unaenda hiyo unasikia kitu kinakuvuta kuingia kwa mwili. Unaingia umesimama pale. Au unatoka hapo na leso. Leso ambayo haina maana, nyumbani kuna maleso mengi. Unatoka hapa na leso na huko kutoka tairi sali. Huko kutoka saa tairi sali, ukufanya chochote sali, lakini unatoka hapo paka ukifika nyumbani unauliza, hiki nimenunua ya nini kichwani? Hata siko pageni. Na mwenye ako pale, anaongea na wewe, anakuru, wako hawatu, ana kuongelea kama customer, ile unabebeza watu kwa unaniambia, customer njoo na wewe. Unaenda tena anakataa. Yaani mwenye chini anakataa anaondoka maana kuna mahali kwingine the power of hope inavuta watu kutoka kule wale wanataka ama wataka. Hata kama amebeba pesa ya alikuwa ameenda kumlia mtoto hospitali, anakuta amenunua nywele, zingine amenunua juice nywele. Anafika nyumbani wanafurugana na mzee mbaya sana. Wewe chukujipenda hapa, ujipenda hapa. Mama mwenyewe acha juu hiyo nywele alinunua namna gani? Maana kama nywele zimejaa pale, utafikiria ni cosmetic. Hapo nunua vitani. Hao watu si mimi uniulize, nimekuwa naona pale Gorilla iko pale nyuma ya State House. Wanakuja usiku saa 8. Wakisimama kwa mawe. Saa 8. Unakaa kule. Hata wewe ukatoka na nini? Niambie wewe, hata madhabahu yako, ile pesa nyingi ushaitoa tangu ulipookoka, ile pesa nyingi ushaitoa. Hata unaiongeana mpaka sasa hivi siana kama hata ungejua kule ilienda ungeiendea. Uyaaniki tena. Hii town hii mji, my friend kule mji, unatembea hapo, si vile mtu anajua, unatembea hapo na power. Hata hizi plot, kuna plot utaingia hapo, watu ulilimia my friend. Ulilimia kabisa. Ukutaka usongi, wendi, ufike mahali watu kutamani kwanza kuuza kama mahali fulani. Maana hiyo plot uliingia mwenyewe kuna watu pasa wanajenga nyumba zao. Anakuja wakati wa kuweka slab, anarambika 1,000 pesa zinapangwa zingine zinakandika huku, alafu inapiga hicho hapo na kunaweka askari alinde hiyo pesa ikauke pale. Ukiingia pale na pesa, utaacha pesa pale. Na kama wewe si strong kiroho, tunaoleta na kuwa na uchukua pesa zako. Naangalia kwa pesa haziko na ujui kusiana wapi. Sasa hivi mambo kukaa hivi kama uchielewelewe. Maana sana Bwana yeye, Bwana asifiwe. Sio sema Bwana asifiwe na utoke hapo uingie kwa vita. Akamwambia utakapoenda kule, the firstly break their altars. Vunja madhabahu zao. Vunja nguzo zao. Vunja high places. Kuna naabudu miungu yao. The first assignment Mungu aliyopatia. Utakapoingia katika mji huo, the first thing, deal with the altars. Because huko ndiko wanapata strength za kutawala. Then you will begin to possess the land. Utaanza kuchukua nchi yao. Utaanza kuchukua mali za mwishi. Utaanza kuchukua pesa za mwishi. Utaanza ku-overrule wale wanakaa pale. Otherwise, utakuwa mtumwa katika nchi uliyoahidiwa ya kumiliki. Sasa ile madhabahu kubwa uliisikia ukiwa mtoto mdogo, ukiwa nyumbani unasoma. Iko wapi? Itakuwa ya wazee wa kaya. Wanachinjana ng'ombe sui ngapi? Kila mwisho wa mwaka.
ile kuingia Mombasa ni rahisi, kutoka sijui ni vigumu, sijui ni matatu. Ni watu wangapi umeona watoka Kaheni wakienda? So watu wanakuja hapa mjini, wanainuka, wanapata vitu, wanapata vitu, wanapata jina, wanapenda. Lakini madhabahu inaongea iko hai, ina godly altars, madhabahu za kiungu. Na madhabahu ya kiungu za kiungu ni madhabahu kama hii ya church. Hii madhabahu ya kanisani ni madhabahu ya kiungu. Mahali watu wanakuja, wanainuliwa, wanapiganiwa, maisha yao yanarejeshwa, wanatetewa, wanarejeshiwa vitu vyao, wanaunganishwa na Mungu wa mbinguni, wanapokea nguvu za Mungu. Kwa madhabahu haya kuna roho wa Mungu, kuna neema, kuna kibali, kuna upako, kuna presence za Mungu kwa madhabahu ya Mungu. So ndio naona watu wanakuja kwa church wakiwa mambo yamewaharibikia, wanatoka hapa kama vile saa hii. Somebody will come out here. Hapa leo unatoka hapa hivi ukiwa na kitu kwa mama. Na kama kuna kitu kilichukuliwa, tutalichukua mahali kile tukupatie. Na kama kuna kitu walipanda ndani yako, tutakitoa. Tuambie ndio hivi. Number 2. Sasa hii madhabahu ya kiungu, you can connect this altar. That's why na hii kuonesha. Hii madhabahu unaweza ifanya a portable. Portable ni mwanjani. Unaweza ipeleka mahali. Madhabahu huwa ina mzizi. Hii madhabahu ina mzizi. Unaweza umepata plot mahali fulani, unakuja unadedicate hiyo plot kwa madhabahu ya mbinguni. Hii spiritual inamaanisha umechukua kitu kama spiritual wire kutoka kwa hii madhabahu, unapeleka mpaka kwa plot yako. So you have an altar ambao iko represented na ile madhabahu kuu ambayo una hapo huko. Sasa una madhabahu kule ambayo iko connected na madhabahu hii. Unaweza ukipata gari, unaidedicate. That car is connected to the altar of God. So it is safe. Unapata mtoto kama huyu, unamleta kabla upeleke kwa wazee, watu kumnyoa, akumshika wanasema, kama babu yake. Jamani, ndio mtoto anatengeneza mate. Unaweza madhabahu za paa. Unamleta hapa, mtu wa Mungu anamdedicate kwa Mungu. Anakuwa connected to the altar. Life can be connected. Business. Ndio maana it is very dangerous and bad. Upata mlango pale. Na kwa sababu una pesa, unajipiga kifua tu, unaenda kuanza biashara kiburi tu. Inafika mahali na collapse. Ika mtu wa Mungu. Hata kama hataenda pale, beba vitu vile unaenda kufanya kazi nazo. Kama unataka kuuza vitabu, beba vitabu kadhaa. Njoo nazo hapa. Nowadays mambo ni digital. Ulimwengu umeenda digital. Si mpaka pasa aende hapa. Anaweza kuwa kwa busy. Beba vitu leta hapa. Pasa dedicate kazi yako. Umepata gari. Wanashinda sima tasikio leta hiyo gari. Beba funguo. Jona, ambie man of God, this is the key. Dedicate my car. You dedicate the car. Inakuwa connected. So kwa hii madhabahu kuna wire, spiritual wire za kwenda kila mahali. You can connect beings kiwa bad, asikawa siko safe. Zinakuwa sawa na hii madhabahu moja. Ya mtu anaweza akichukua kitu cha mtu ameokoka na kuleta na madhabahu. Sasa hiyo kitu mbaya. Hiyo kitu mbaya, hiyo kitu yake mbaya. Hiyo kitu ina moto, toa hapa. Hiyo kitu carry the power from the altar. The fire of the altar. Mahali popote pale ndipo. Umepata nyumba ya kuishi? Ita mtu wa Mungu. Ama beba funguo. Njoo akuombee. Hiyo nyumba itakuwa safe. Hakuna ndoto mbaya, hakuna maafa, hakuna chochote. Na si kufanya tu na uitolee dhabihu hiyo kitu. Hapo ndio tu mahali, hapo ndio utakuwa na shida. Hapo kwa kutoa dhabihu. Hapo my friend hapo. Wewe nitolee mwenyewe. Niombee wewe na utoe mwenyewe wewe basi wewe.
Nitolee wewe mwenyewe. Usiletee mambo yako sisi tumeokoka tuna Mungu wetu. Hapo tu ndio mahali tushida inakuwa hapo. Neema tu ya Mungu, sisi Mungu yuko salama. Neema ya Bwana imetosha. Neema imetosha na wenzako wanachinja ng'ombe na mbuzi kule. Hapo na mstari wake. Mstari. Kuna shehe wake. Hapo na shehe. Yule ana shehe. Hapo na mganga wake. Yule shehe ana majinia. Na akifika pale na muombea, mwambie ona hii. Ndio ukifika pale asubuhi mapema. Polisi inasema hawachanganya. Na wako serious ya watu. Na amka mapema. Wala mama ameamka mapema kufunga leso hapa hivi. Anafanya vitu hivi asubuhi mapema. Kabla hujaanguka unacheka na kitu. Watu wameamka wamefanya mwenyegolia kwao. Watu wachache. Wale watu wachache wamepaka na upako. Wamelala. Wengine wanaomba kanisani, haendi kanisani na afanye chochote. Anaweza kaa tangu Sunday to Sunday. Madhabahu yake inapatanga moto Sunday to Sunday. Akiwakisha moto Sunday, ana moto gani unaagishwa? Moto gani unaagishwa na anakuja ikielekea saa 5 ndio anaingia hapa kanisani. Watu wameomba, watu wameimba ndio anaingia hapa kanisani nakaa pale. Kwa sababu hajaomba, hajakuconnect na madhabahu, pasa kuhubiri kushirikisha. So hakuna chochote hivi madhabahu. Wewe mtu tu ambaye hapo hiyo chakula ya shetani. Ile siku atakuvamia. Ile siku atakungojea kuvamia waseme twende hivi. Kaimba wimbo wa 5. Adamu ngeni. Salama salama wendako uende salama. Hiyo ndio wimbo ya 5 mwao. Na watu inaitangwa satanic altars. Madhabahu ya shetani ambayo imegawanyika mara mbili. Sasa niko hapo ndio nataka sasa kuchukuka kidogo hapo ndio na wewe. Kama sema sana. Satanic altars are divided into 2. Number 1, evil family altars. Madhabahu maovu ya kijamii. Kila mtu hapa mahali amezaliwa kuna madhabahu ya kweli. Kila mtu hapa. Tu unajifanya tu umeokoka sana. Umeokoka, kuokoka ndio umeokoka. Madhabahu iko hapa ya kweli. Ulikuta pale. Kuna madhabahu, kila familia ina madhabahu. Iko hapo kweli. Wewe tu umeokoka tu kaokoka kuja Mombasa, lakini kuna madhabahu. Na wewe kwa hiyo familia tu. Wewe kwa familia hiyo. So, Gideon, Mungu akamwambia Gideon. Wakati Gideon amepigwa sana na madhabahu ya kwao. This man alikuwa ana testing. Kumwangalia unaona mtu atakuwa mtu mkubwa. Lakini kuna vitu vinatoka tu from nowhere. Vinapigana na yeye. Au ukimwangalia ni mtu ako na destiny kubwa. But he is being found left and right by something that he doesn't know. Siku moja malaika wa Bwana akamtokezea. That is Judges chapter 6. Waamuzi mlango wa 6. Kuanzia hapo tunavuka chini na huko hivi mstari wa 8, 9, 10 kwenda chini. Anamwambia, "You mighty man of valor." Wewe shujaa wa vita. Saa hiyo kijana amepiga na madhabahu ametokea kama sima huko. Hiyo ukishika sima vizuri, shike hii na ufije vizuri inatokea huko katikati. Mwambie unaniita shujaa wa vita, mimi sisi shujaa wa vita na kama mimi. Kwanza sasa mimi mwenyewe mimi ndio mdogo sana kwetu. Soma mimi wale masikini wanaona hao ndio masikini sana. Kwa kina Gideon na yeye ako na nyota ya kufanyika and deliver. This man kidole cha Mungu iko juu yake. Is a mighty man. Aokoa Israeli na mikono ya Midian. But this man was raised born in a family where there was an evil family altar. Ambayo kwa njia moja ama nyingine ilimtatiza huyu jamaa kuinuka kufikia ndoto zake. Kama umezaliwa kwa familia ambayo ina madhabahu, hiyo madhabahu hata kama uko na bidii ya kufanya mambo, uko na nyota ya kwenda mbali kwa njia moja ama nyingine, hiyo madhabahu ikiwa hapo hivyo itakutatiza.
kuna uwezekano ile speed ungeenda ufikie mambo yako haraka haraka, utakuwa na kutatizo katika njia. Unachukua hatua 1 2 3, unavuta 1 2 3 4 5 nyuma. Sasa unaenda Malinga, unaenda Kaloleni. Ukipiga hatua 3 mbele na madhabahu itoke ikupige hatua 5 nyuma, waenda Malinga, waenda Kaloleni. Fanya Kaloleni ukiwa utaki. Sasa hiyo ndio nasema itakutatiza hii madhabahu. Katika wokovu, katika mambo yetu yale tunafanya, kuna watu ambao wana tatizo, kuna certain forces from where we are coming here in town zinatatiza. Ndio habari za kuvunja madhabahu zinatokea pale. Endelea verse 20, endelea malizia hapo 16. Bwana akamwambia, hakika nitakuwa pamoja nawe, naye utawapiga Wamidiani kama mtu mmoja. Naye na 4 inasema 25 ndio na 26, soma hiyo hapo. 24 inasema 23. Bwana akamwambia, amani iwe pamoja nawe, usiogope, utakufa. 24. Ndipo Gideoni akamjengea Bwana madhabahu hapo, akaita jina lake Yehova Shalom. Hata hivi leo iko huko katika Ofra ya Waibezeri. Ikawa usiku huo Bwana akamwambia, mtwae ng'ombe baba yako, yaani ng'ombe wa pili wa miaka 7, ukaiangushe madhabahu ya Baali aliyo naye baba yako, ukaikate Ashera ile iliyo karibu nayo, ukamjengee Bwana Mungu wako madhabahu juu ya ng'ombe hii. Mungu anamtongezea, anaona huyu kijana vile anang'ang'ana. Anaona kijana huyu kijana mzuri na amepiga vitu, lakini hajui nini anapiga nacho. Akamtongezea kwa rehema, akamfungua macho, akamwambia, my son Gideon, you are a great man. But what is fighting you is not far away from you. Ni kitu tu kiko hapa kwenu. Baba yako ni baba yako, lakini si mwana zako. Baba yako ni mwabuduji wa miungu mingine, na ameenda to an extent amejengea miungu mingine madhabahu, na ndio napigana na wewe. Now my son, go take a step if you want to terminate all these struggles. Kama unataka kumalizana na hizi matatizo zote, enda ukachukue ng'ombe wa miaka 7, uvunje madhabahu aliyo nayo baba yako ya bahari, na uje unijengee madhabahu. Maana wewe nimekuita, una mwito mkubwa, wewe ni biashara mkubwa, lakini una madhabahu. Watumie madhabahu ya baba yako, na madhabahu hayo hayati kukubariki. Maana wewe si wa hii madhabahu, wewe uliama kutokuwa madhabahu, wewe kwa madhabahu ya kiungu, lakini unatumia madhabahu ya baba yako, na hiyo madhabahu ina wivu na wewe. Maana unatumikia madhabahu ya Mungu, unaikatiza, ndio maana inakupiga vita. So break it, disconnect yourself from it, break it, and again raise me an altar ili ikupe power na kusonga mbele. Anamwambia, enda tafuta ng'ombe wa miaka 7. Ngombe kitu issue ya madhabahu aiombe. You don't pray over altars to be broken. You pray it. Now uvunje madhabahu si kitu rahisi, my friend. It will cost you. Hata mimi niko najiuliza, kwa nini Mungu wewe ukujie kijana mdogo ambaye kwanza yeye mwenyewe amekwambia kwao ndio masikini sana, kumaanisha hata hapa kuna unyoya wa kuku. Hakuna unyoya wa kuku kwa hiyo nyumba. Pili, huyu kijana ana kazi, kijana mdogo. Utamwambia aje akachukue ng'ombe wa miaka 7 na ng'ombe mwingine wa miaka 7 haje
avunje hii madhabahu na ng'ombe miaka 7 na ajenge madhabahu na ng'ombe miaka 7. Sasa huyu kijana kutoa wapi? It is all about sacrificing yourself. We don't know what happened. Anajui kama ni vibarua alifanya. Mungu alimwambia the only way out of this problem, ili ukaachieve destiny yako, my son, go do all you can do, upate mambo miaka 7 uwekelee hapo. Saa zingine itakugharimu my friend, ujisacrifice kabisa. Useme hii kitu, maana hata ukiinua chochote na hii madhabahu iko hapa, itakujia hicho kitu, itaweka chini. Si kwanza uende uvunje hii madhabahu na ujenge ingine hapa, ndio uanze kuinua chochote, ndio kigumu. Uanze kumove from one level to another, one level to another, one level to another. Upatie speed. Siku nyingine nilikuwa naombea mtu mwingine. Nilikuwa nakuja sasa mtu tumeongea na yeye, tumepanga kuja kuvunja madhabahu. Unajua akaenda stage. Yule mtu anamwambia kila siku pasa mwanene. Anataka unipeleke kanisani pale Mwanaleo. Sawa. Unajua huyu jamaa ameshika madhabahu. Anaelekea ndio huyo. Ndio ndio huyo. Kule makaburini wanaelekea kwenda wapi? Amechanganyikiwa dereva wa pikipiki. Na wakati anamuuliza kwenda wapi, kukatokea matatu na huko ikapiga pa. Jamaa kaangushwa na kule, mama akaangushwa pande ile nyingine. Alikuja chache akiema, ilibidi chukue pikipiki nyingine, alikuja akiema. Ananiambia leo mtu pikipiki sio kama iko haya, nimeacha watu wamezunguka. Nikajua ni issue ya kuvunja madhabahu. Kuvunja madhabahu si kitu rahisi na zile. Ni kubomoa station ya shetani. Mahali ameweka vitu vyake vya kuangaisha jamii yako. Na hawapendani. Unaweza ukapotewa na pesa. Hiyo siku unaweza ukainuka kisirani kwa hiyo bomba hiyo nyumbani kwenu hapo. Mahali unakaa. Unaweza toka kisirani. Unaweza pigwa simu kutoka nyumbani. Unaweza yani wanakutatiza usiende kufanya hiyo kitu. So I don't know how this young man managed kupata ng'ombe. Na akakuja usiku kama akapomoa hii madhabahu. Wakiamuka the following day, wakakuta madhabahu iko chini. Walipofuata wakasema, mimi naona yule mtu anakaa kama, unajua mapepo inajua huyu kijana huyu ndiye anapomoa madhabahu. Kutoka hapo atuelezi kulienda na gani. Tunaona Gideon akiwa na vikosi vya watu wanaenda kupiga vita. Mungu anamwambia hawa watu wengi, punguza hao watu 300, wanaenda kupata ushindi mkubwa. Ukitaka kwenda mbali mama, mimi kwa Pastor Isaya, wachana mambo ya kiroho kingi. Nasikia my friend, mambo ya kiroho kingi achana nayo. Madhabahu haitaki mambo ya kiroho kingi. Kuna principle za kuivunja. Na nikwambie kitu, si nyumbani kwenu kuna madhabahu, wewe usiangalie. Angalia ndugu zako, usiangalie hapo. Iko unajua ni aina gani. Go take time, break it. Otherwise, kajua kama na mara kwa nombo. Lazima utajua mara kwa nombo. Kuna evil family altar na kuna good family altars. Madhabahu mazuri ya kifamilia kama gani? Angalia hapa. Fungua kitabu hiki. Kuna madhabahu mazuri ya kifamilia. Sasa nataka kutaja hii. 2 Timothy chapter 1 verse 5. Pastor Munene hakisha. 2 Timothy chapter 1 verse 5. Timotheo wa pili 1:5 inasema, nikikumbuka imani ulio nayo isiyo ya unafiki, ambayo ilikaa kwanza katika nyanya yako Lois, na katika mama yako Eunice, nami nasadiki wewe nawe unayo. Altar. That is a good altar. Huyu nyanya alikuwa na madhabahu mazuri ya kiungu, ikalete impact katika kizazi chake. Alipoondoka akapeleka
kwa huyu Eunice msichana wake. Huyu naye akatunza hiyo madhabahu, akazaa watoto. Mmoja akabembea hiyo madhabahu anaitwa Timotheo. So Paulo anamwambia, nikiangalia hivi inaona wewe kuna madhabahu mazuri ya imani. Ile imani uko nayo, nikiangalia naona ina stage 3. Ilikuwa na nyanya yako Lois, ikaja kwa mama yako Eunice, na ninaamini ndio hii iko ndani yako. Madhabahu ni Mungu wa Ibrahimu, Isaka na Yakobo. Wewe ile madhabahu ilikuwa na babu yako, ikisemekana ifuata ruti ili ufikie, unaweza kuwa na hema zake. Unaweza tamani madhabahu ya mamangu ya Lois, na mamangu Eunice niwe nayo sai. Unaweza tamani. Angalia baba, angalia nyanya, angalia mzazi, babako, mamako, waangalie, alafu usiangalie hapa. Utaona kuna kitu fulani hapa, kanaenda hivi, kuna kitu hapa. Kuna mambo mengine ya kuombea ikuje, yengine ni ya kusema hataki, kata kabisa, najikata. Mambo yalikuwa mngema. Sasa wewe alikuwa mngema na kupiga zile dansi huko walikuwa ndiye anaongoza hizo. Niliopea msichana mwingine ilimkuta ni mtu hapa Bwana aliko kwa revival. Msichana ameimba, paka kasimama, roho ameshika. Sasa nilikuwa naambia watu, sudden akapiga roho wa Mungu kwa chini. Anasema sisi madhabahu ya babu, hata huyo babu amjui, ni wa zamani sana. Sasa huyo anajifanya taifa kama nani amekuwa mwimbaji kutoka kwa nani anaimba hapa tena. Wewe kama sijaona pepo iko na wakati wewe kama nani. Na huyo dada kumbe anasema kila mara anakaanga anasikia koo yake inashikwa, anaweza kuwa na tatizo ya koo, hivyo anashindwa kuimba, anapoimba. Kumbe kile kinampiga vita ni vitu kutoka na huko generation zinakataa. Na vile zingine zinakataa, sema hapa hawezi kuwa na mwanabiashara mashuhuri. So hata kama atakuwa mwanabiashara, ataenda hivi kuna nini watampiganisha huko juu, arudi chini. Sasa hiyo mara imeamua town. Tangaza. Anaweza sema sijui nini, sijui fundi, sijui kukombraka, lakini wewe jamaa ukimchimba kule mara moja kwao. Nasema wewe si tena korofa kama nani? Tena korofa kama nani? Jamaa mwingine alipata nafasi, akalipewa ndege, kila kitu, na akapata kazi, aende na kumonetiwa na huko. Alipofika huko mambo kitu kilimuingia tu kwa mabaki zake. Ndio amefika tu hivi, anakaa siku ya kwanza, siku ya pili anachukua mabaki zake. Akaanza nini mbaya? Going back to my country. Akachukua, akapita. Unajua amelipua to and fro. Akaenda, akaingia ndege, akaruka, akashukia Nairobi. Akachukua gari ya kwao. Alifungia macho kijijini kwao. Kwa sababu nini mbaya? Sijui. Madhabahu imepelekesha kwao. Kuna madhabahu Yesu kuhusu mtu atoke hii mtaya kwao, na kama wao ndio wanabebea vijana wale walisomana na wao mibago kutoka town, na kama wao ndio wanafensia watu, na kata miti anafensia watu maploti, wao ndio wanachotea watu maji wakijenga huko. Anakaa huko tembea. Aende kwenda, hata akienda aende popote pale hivi, katani hapa atapelekeshwa. Kitu kitamsukuma arudi nyumbani kwao. Madhabahu. Kuna watu wangapi wanasoma? Hii familia kuna kusoma. Kijana anakuwa mrefu, akimaliza klasi yake mwana waziri.
mbaya sasa kijana huyu. Kamepiga Mombasa kama niko na magari moja. Sasa anakuongeleza kizungu akiwa amevaa suruali kwa kichwa. How are you? How are you? I'm good, yeah. Yes, I'm good, yeah. Wengine nimeona sio watu hivi. Wanawazimu. Mtu wanawazimu. Wanabao za kujitia kitasi. Jamaa tu amekuja sima ingia kwa bedroom. Unakuta amekupua hapo na hata amening'iniza mguu hivi. Karibu akanyage nini? Akanyage mattress. Amen. Nilipoona babu yake alijinyonga kwa mnazi hapo kando. Wanabao kukufa kabla ya wakati. Madhabahu ya utasa. Madhabahu ya magonjwa yasiyo na tiba, sukari, pressure, cancer, arthritis, high temperature. Madhabahu ambayo mtu hawezi vuka kiwango fulani cha pesa, huwezi vuka hapo. Ukifika pale, yaani laini, madhabahu kuchora laini hivi kwamba hakuna mtu anavuka hii laini. Hiyo laini ukifika hapo my friend, sabi upepo unatokezea from nowhere. Utapromosha huyo mtu aende chini, anaingia na ring kumaanisha kanyaga chini na bila yaani chini kabisa. Limitation. So ni kumaanisha your destiny inajulikana kutoka juu. Lakini kuna kitu ambacho kinaifanya isitokee kwa real destiny. So one of the ways ya kushughulikia destinies ni kushughulikia madhabahu. Vunja madhabahu. Useme mimi sitaki kujua. Sijui kule nilelewa kulikuwa na gani. Lakini mimi nimeokoka. I want to break my family altar ambayo imekuwa ina govern our family. Mimi siko sehemu yake. Nimejikamilisha. Mimi nimeenda kwa Mungu. Na ukienda kule kwa Mungu, jenga madhabahu yako. Jenga madhabahu yako. Naona mtu kama Daudi. That man alikuwa untouchable. Huyu jamaa anajenga madhabahu. Siku nyingine alichinja ng'ombe, sijui 1000 ngapi. Damu zikamwagika hivi za ng'ombe hivi, makondoo na nini. Ilikuwa ni siku ya kuweka kudedicate nyumba ya Bwana. Tapi wamechinja pale. Huyo jamaa, ungemweza huyo jamaa. Naye aliishi miaka aliishi sana huyo jamaa. Na akabarikiwa sana. Mfalme ambaye amebarikiwa. Hata kama madhabahu, kuna madhabahu ilikuwa inaongea huko mwanzo kule alizaliwa, vile alizaliwa, kuna madhabahu iliongea rejection, ya kukataliwa, anatumwa kuchunga kondoo kijana mdogo, lakini alivunja hiyo kitu. Hata kama kuna vitu tulimtatiza kwa kutokana na kule ambapo alitoka. Kwa sababu yeye alitoka nje, alizaliwa nje ya ndoa, inakuja kusumbua, madhabahu inamsumbua. Anachungulia mchana kule na anaoga. Madhabahu ile kule vile alitokea kuja duniani, hiyo madhabahu ilimsumbua. Lakini Mungu alikusaidia. Baba akamwambia, this is huyo mtu ni moyo wangu na wake man after my heart. Na acha tuende namba 2. Namba 2, aina ya pili ya madhabahu ya kishetani ni evil altars raised by evil men against innocent people. Madhabahu maovu yaliyoinuliwa na watu waovu kinyume na watu wasio na hatia. Na hii madhabahu iko popular. Hii madhabahu sasa ndio ile inaendelea sana. Hii madhabahu ni ya kiuchawi, kiuganga, kiushirikina, kiuroge. Anakuja tu yule mama mtu, anakuja hivi, anakuangalia hivi kwa maana unaendelea vizuri. Anaweza kuwa rafiki yako, anaweza kuwa jirani yako, anaweza kuwa hata kaka yako. Anakuangalia na sema kama anaendelea kujikiangalia mimi. Mama anakujia. Umetoka town vile utasa wewe mama uko town. Wewe
Akifika nyumbani ngara. Anakuja anasema hai na anapita siku hizi. Anakuja ndani yako mama, jamani tunaenda kitabu. Mtoto unaye mama sinisaidia shilingi tu ninunue kitu pale. Nimesahau pesa. Shilingi niongeze pale ninunue kitu. Sina. Kama ni shilingi 10 nipe. Sitakupatia. Utaangalia na useme huyu mama tunaheshimiana miaka mingi tujaonana. Utachukua 100 unipatie. Anasema siku nyingine ukipatia mtu mwingine, hii ndio ya kwanza na ya mwisho kupatia, utapatia mtu mwingine, anaondoka pale, anaenda kwa mganga. Kapo anamwambia naomba unitengezee mtu. Anachifanya hapa na pesa, pale ndio hivi hapo. Anafanya hapa pesa hapo. Nataka mtu unifungie kabisa. Mambo ya pesa kwa kiasi kabisa. Mwana anachukua vitu zake. Unajua vizuri kufanya vitu practical. Vitu practical ndio wacha kuelewa. Ile lesson tunakuwa hapa basi kwa. Na lesson tunakuwa hapa. Tukuonyeshe ile mambo yanakaa. Kuna watu wengine mambo zao zimefungwa kwa madhabahu. Yuko tu kwa church, lakini what is happening in their life iko direct connected kwa madhabahu fulani. Anakuja anasema nataka umangaishe kabisa hiyo biashara yake ikauke. Naambiwa nenda ulete shilingi 335 kwa mfano, kama shilingi 777 kwa mfano. Unajua hizo mambo, si unajua kama niangalia hii nenda ulete shilingi 777, sio wananiambia ana kama tujaenda tunasikiaje bila kuongezea kile nasikia, hata wewe unasikia mweusi na mweupe na mwekundu na wale mchele. Ile mchele wale shuka. Anakimbia. Mtu anataka kuharibu mtu mwingine hata si wale watu wanajua kutengeneza madhabahu. Sisi ndio watu ambao basi wala. Eti baka pesa. Naweza funga mafungo kama 7. Mwambie sasa saa 8 ya usiku. Saa 8 wakati mtu sasa yuko helpless. Kama kuomba juzi yuko helpless kabisa. Hiyo wanaenda mahali. Wanafunga mahali. Wanaweka, anamwambia mwenyewe weka hapo. Anaweka na kufungiwa hapo mahali. Nafungwa hapo. Inafungiwa hapo kwa kuti. Alafu anaitwaje? Anapasa Shadrach. Anasikia ni kama anaitwa mahali, mbona wale mtu mahali kama nasikia ni kama ni kitu hili kinafanyika kwa madhabahu. Sasa nataka kumfanyaje? Nataka kumpatie kisirani, kumpate kisirani kwenye uso wake. Nataka huyu mtu asiwe awe rejected mahali popote atakapoingia, angaike kabisa mpaka kila kitu auze kila kitu. Sababu anaamuka, anasikia ni kama amepigwa kitu ametupiwa. Nani sawa ile wanaona kama umetupiwa mama. Jesus. Hapo natamani wewe uoge macho. Hiyo kitu ni kimefanyika kiroho, but it is something real done somewhere in the Israelites. Kwa matabiko zao na wamekifanya. Na huyu kuhani sasa anatamka maneno based on the request ya huyu mtu, na yeye amepatiwa mambo ya kufanya na kayafanya. Sasa kuhani anasimama anafanya mambo yake kwake. Kutoka hapo haichukui muda mrefu. Kama alikuwa kutoka huko Christmas ameenda nyumbani, unasikia atakiwa huko. Amepigwa simu, kazi amepewa off ya wiki zingine 3. Hiyo ni ishara kuna kisirani inaendelea.
akitoka huko nyumbani hata fare kurudi huku hana. Kisirani inaanza kutoka hapa, kifika huku mambo yanaharibika. Hivyo ndio mambo yanataka. Ile mambo ya kipesa. Unapoteza kiatu. Kama usitumie kiatu yako. Unapoteza kiatu. Usitumie kiatu ya mama. Unapoteza kiatu yako, inapotea hapo. Ina serious way. Inapotea, inaenda inafanywa mavitu. Atakapokanyaga kiatu, atakapokanyaga tumefanya nini? Tumefanya nini? Wiki nzima inaregesha. Hata vile itakuja utaiona, utakuja kuiona hapo. Utakuja kuona kiatu imerudi hapo. Ilipotea, umeiona nosa, kutoka hapa pia, nikapi. Si hapo nimeiona hapa, mimi si kutoka wapi na nini? Akibatu pia. Alizo inaanzia hapa ya miguu. Ndio shambani nini mbaya. Si mtu mzee kuna kitu walimfanyia. No, wanatembea hivi. Ni kupigwa. Hiyo ni kitu walipigwa, ni mshale walipigwa. Unaona? Wanapiga pande hii, alafu wanapatia huyo mtu kazi, kuna wengine napewa kazi. Hii mkono haifanyi kazi, lakini hii inapewa kazi kusikia. Unaona? Hii mkono na hii mguu ndio ile ndio kila kitu. Na hii nyingine nayo imepewa mtu. Opoteza nguo inaenda wear tie, kitambaa, rinda, dress, chochote unapoteza pini, ear pin ama kitu chochote inaenda socks. Ingine unakuja kuiregeshewa ama ingine unakosa kuiregeshewa kutoka hapo Israeli imeanzia hapo. Wameenda kwa madhabahu za kwao. Tulikuwa na level tukitoka Voi. Akatuambia tupitie mahali muoneshe mlima mwingine ambao unafanyia hapo matambiko. Tukakuta pesa zimewekwa kwa gunia. Nylon kama hii. Gunia nusu kama hii. Zimejaa, zimefungiwa pale. Watu wamefungiwa pesa zao hapo. Kuna mayai mabichi yamepasuliwa pale. Sema bila bado tunapasua hii mayai. Tumepasua mambo yake pale. Na mapicha za watu ziko pale zimedungwa macho. Watu wengine wamekatwa hivi. Iko pale. Katikati ya bibi na bwana na imekatwa katikati. Ishara ya Misri. Sasa hapo mahali ile madhabahu, lakini madhabahu iliyoinuliwa na watu waovu kinyume na watu ambao ni innocent. Kutoka hapo maisha yanaharibika. So tukiongea habari ya kuvunja madhabahu, my friend, don't joke about it. Sasa kwenda zaidi ya hapo sababu ya muda. Na tusimame kwa miguu yetu.